sikia bwana. Pale room kwa hii. Amepanga mattress chini. Chawa zimejaa. Hakuna kuvaa longi, kuvaa kinyasa. Hakuna kuvaa viatu. Unachungwa na askari na fimbo. Nikauliza makosa yao watu walifanya ni nini? Mwingine alilea mtoto, mwingine aliiba, akaekelewa, mwingine sijui makosa ndogo ndogo tu. So kama unafanya makosa unajua kwamba serikali inakuangalia. Usifikirie ati wewe ni mtoto, unaenda jela. Ndio maana nataka niwaambie kitu hii itaweza kuwasaidia. Ukiangalia mara mingi unaanza kuuliza maswali mengi. Unaambiwa kitu utaki hiyo, unataka uende ufuate na unaambiwa. Unaambiwa usikunywe pombe, unataka uende kunywa pombe. Hiyo pombe inakupeleka pabaya. So tabia yenu moja iko community. Ya pili, mtu inawasumbua sana. Kasirika kidogo, rai kidogo, kasirika kidogo unapiga rafiki yako. Na sikika ni peer pressure. Peer pressure inawasumbua sana. Ukiangalia rafiki yako amefanya hivi, unataka ufanye pia wewe. Si ndio? Alafu kitu kingine mnarebel against authority. Inasumbua sana walimu. Ukishafika 13 years na kuendelea. Mwalimu anasema usifanye hivi, unataka ufanye hivyo. Ile tabia ya vijana, tabia yenu. Tunafanya kitu kinaitwa adolescent and behavioral changes counseling. So hii ndio tabia yenu sana. Ukiangalia kitu inakusumbua, nenda kwa Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Korinto 6:19 kwamba mwili wenu ni temple of the Holy Spirit. Umeenda kanisa ukatoa manguo. Umeenda kanisa ukatoa nguo. Nani ameenda kanisa akaenda akafanya mambo mabaya huko? So Biblia inasema kwamba mwili yako ni temple of the Holy Spirit. Na kama ni temple of the Holy Spirit, Mungu anakaa ndani yako. Na anasema ukizidi kuchafua, Mungu atakutupa wapi? Jehanamu. Kama ukijua kwamba hiyo ni si yako, ni ya Mungu. Mungu atakuuliza siku moja ufanye nini mwili yako. Kama ulienda nayo huko jana kufanya mambo yako, utaulizwa kwa nini TV kubwa siku ya mwisho kubwa. Watu watakuwa wamekaa wote kwenye mzima wanakuona tu ndio wanafanya. So itakuwa mbaya, si ndio? So tujichunge na mambo mengine. Niwaambie kuna jela ya watoto. Mungu pia anakuangalia. Okay, nataka niwapatie somo moja tu. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Elijah. Nafikiri mmesoma hiyo kwa Biblia. Elijah and the Baal. Mmesoma kwa nini? Tayari. Kama mjasoma. Elijah alienda kwenye mauti inaitwa Mount Carmel na 450 prophets of Baal. Akaambia hawa, mwite moto ishuke chini. Moto itashuka. Elijah akaniambia Mungu, moto itashuka. Nataka niwaambie mwache sanamu. Unajua sanamu ni nini? Kitu ninapenda tunaamka kwanza asubuhi, nataka nishika. Hiyo ni sanamu. Tunakufanya usiweze kuomba na usome Biblia ni nini? Sanamu. Biblia inaweza kuwa sanamu. Rafiki yako pia inaweza kuwa sanamu. Kama uko na dhambi kuna magoifu yanaweza kuwa nini? Kwa sababu anakutoa kwa njia ya Mungu. Hiyo ni sanamu. So tuache maneno ya sanamu. Tumpende nani? Na usiseme unakaa nyumbani. Sunday mtu anasema anakaa nyumbani. Mtu anakaa nyumbani yeye kanisani. Unajua wachawi kabla hawajaanza kuroga watu, wanaenda kwa mkutano yao, wanaenda kanisa yao. Wanachukua nguvu zao, wanaenda kwa makaburi. Alafu anasema ana kuroga. Wao wendi kanisani. So ni mzuri kwenda wapi? Atuache nini? Kama dhambi ndogo ndogo. Sawa sawa? Asibarikiwe sana.